So what we will do, I will not even speak. The only person who's going to speak is Honorable CS, former CS Eugene Wamalwa, Honorable Vice President Kalonzo Musyoka, and then we'll hand over to our Governor Simba Arati. Yes. So that wale ambao, I will. Wale ambao wanatakiwa waelekee mapema, tuwaache waende, alafu wengine sasa wataendelea kuzungumza. Gakie Samaskandi, with those few remarks, I would like to welcome CS. Please come and say a few words. Mapadri wetu, familia ya rafiki wetu, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, gavana na viongozi wote wa Kristo wenzangu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Eugene Wamalwa. Marehemu alikuwa rafiki wangu. Tulijuana mara 3. Yeye alikuwa mbunge mwenzangu kwa bunge la 10, akiwa mbunge kutoka maeneo haya ya Bamachoge, mimi nikiwa mbunge wa Saboti. Yeye pia alikuwa waziri mwenzangu. Nikiwa waziri wa haki na masuala ya katiba, alikuwa naibu wa waziri. Yeye pia alikuwa Mkristo Mkatoliki mwenzangu. Na tukiwa kwa bunge, sisi ndio tulianzisha, we are the pioneers wa ile fellowship ya wabunge wa Katoliki katika bunge la Kenya. Na yeye, vile mmesikia, alikuwa very devout Catholic. Ukiosoma historia yake alikuwa anaitwa the priest, na kweli alikuwa anatusaidia sana kupanga misa yetu kule bungeni. Lakini sikujua he has a real priest for a brother. May I say pole to you, Father. You've come a long way. Your brother was a great friend of ours and a colleague. Ndio sababu tumekuja na Mheshimiwa Kalonzo, tuseme pole kwa familia, tusome pole pia kwa watu wa eneo hili. Na kabla peana kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Kalonzo na mbunge wa Matungulu, sababu tunaenda naye, dakika moja tu ulete salamu za Machakos, alafu tulete His Excellency ili tuombe ruhusa ya kuondoka. Dakika moja tafadhali. God is good all the time. Asante. Mimi naitwa Mheshimiwa Mule kutoka Matungulu. Simon tulikuwa na yeye bunge nikiwa na Mheshimiwa Arati, na nikasema akufae kwa dhiki, na ndio tukasema tutakuja kupeana pole kwa ndugu yangu. Na niseme kama ndugu yangu mkubwa, nilisoma mengi kwake. Nasema pole kwa familia, pole kwa watu wa Kisii, na pole kwa wabunge wenzangu wale tulifanya kazi na yeye kule bunge. He was a dedicated man, very faithful, very honest, very firm. I want to say, Simba Arati, me and you know very well, we have lost a friend. Na ninaleta salamu yangu kutoka kule Matungulu na Ukambani yote, nikisema ya kwamba sisi kama jamii tutasimama na Wakenya wote wakati wa majonzi, wakati wa furaha, na wakati mambo iko ngumu vile iko ngumu saa hii katika nchi ya Kenya. Na tutasimama imara kuhakikisha Mkenya wa kawaida hataendelea kufinyiliwa tena. Hata kama Simon umeenda, sisi wenye sauti tutainua juu, Mkenya wa kawaida apate nafuu katika Kenya hii. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Nataka nishukuru Father sana kwa injili ya leo. Na nikikumbuka mazishi ya rafiki yangu Simon, nitakumbuka maneno ya injili. Wale mmesikia somo la leo la injili, limeguza maneno 4. Kuna jambo la kizazi cha nyoka. Wakaongea juu ya kutoza ushuru zaidi ya kiasi. Ama ni peke yangu nisikia mambo ya Zakayo hapa? Hata nyinyi mlisikia hiyo?
alafu wakaongea juu ya maadili ya mabawabu, yani polisi. La mwisho wakaongea juu ya shoka iko kwa mizizi ya muti. Kwa mambo haya ya injili, ya kwanza nimeshangaa wiki hii sana kusikia viongozi wetu wa Kenya Kwanza wakianza kuitana nyoka. Nilisikia Mheshimiwa Ishungwa akiambia Mheshimiwa Rais akiwa mbele yake ya kwamba there's a viper on your hand, hiyo viper ifanywe nini? Sijui kama mlisikia hayo mambo. Leo wakati tunakuja hapa tumemwona naibu wa rais ako jiji la Nairobi, ako na wabunge wanasema wenzao wakiwa na Mheshimiwa Rais wamemuita Gachagua nyoka. Na leo tumesikia wale wabunge wa Gachagua wanasema nyinyi ndio nini? Nyoka. Tukasema ala, hii imekuwa kizazi cha nyoka ama nini? Lakini sisi tuambie wenzetu wa Kenya Kwanza tukiwa upinzani, ninyi mlisema mtainua wana boda boda, kina mama mboga watoke bottom waende wapi? Up. Kile kimeenda juu ni ushuru, umetoka bottom umeenda wapi? Up. Karo ya shule imetoka bottom imeenda wapi? Up. Sisi tuwasema badala ninyi kupigana ninyi wenyewe kwa wenyewe kusema wewe ni nyoka na wewe ni nyoka zaidi, mupigane na hii nyoka ambayo imefinya wa Kenya sana juu ya ushuru wa Kenya. Hiyo ndio nyoka unataka mpigane naye. Mupigane na hii nyoka inaitwa ufisadi. Tukiona uwanja wetu wa Jomo Kenyatta International Airport unauzwa, tunataka mupigane na hiyo nyoka ya ufisadi, msipigane ninyi kwa ninyi. Tuko pamoja? Na watu wa Nyanza, uwanja wa Jomo Kenyatta ukiuzwa, hata hii ziwa Victoria inaweza ikauzwa. So lazima tuangalie ni nyoka gani tunataka wapigane nayo. Sio wao kwa wao, kupigana wenyewe, mupigania wananchi wa Kenya. Tuko pamoja jamani? Mwisho, tukileta kiongozi wetu, nataka nipongeze gavana wa Kisii, my brother. Mwisho tukiwa hapa na rafiki yako Kalonzo, wewe ulikuwa vice chairman. Leo tukirudi Kisii umepata promotion kuwa a full deputy party leader wa ODM. Pongeze my brother. Na wewe tunakushukuru sababu wewe ni mtu imara. We wish you well. Na tukisema ninyi wa ODM mkiamua kufanya na serikali, tuwaomba pia tukiwa na Simba kwa serikali kule, tuko na huyu senator wa Kisii Bwana Onyonka. Tunaomba ya kwamba tuweze kuona ya kwamba ninyi mkia pande ile, sisi tutashikilia upinzani, na tutaomba ya kwamba tukiwa na Kalonzo Musyoka, baba akienda kule Addis Ababa, Kalonzo atabaki kinara wetu kwenye Azimio. Tutaendelea kupambana na hawa watu wa kizazi cha nyoka. Your Excellency, karibu uweze kusema kitu.